Sisi wote tunajua kwamba msanii ni kioo cha jamii. Sasa inategemeana msanii ni kioo cha jamii kwa namna gani. Sasa tunataka kuangalia kuna vigezo ambavyo msanii ili aitwe kioo cha jamii vinazingatiwa. Tunaanza na Alikiba. Alikiba, wewe ukitoka nyumbani unaacha nini? Hela. Shingapi? Mali ni nyingi nyumbani. Sawa sawa. Na hizo mali ni kama ni neema kuwa una hema. Ni neema kuwa una hema. Safi sana. Maana kikubwa uhai. Alafu nilikuwa nazungumzia vyakula kama wali, sembe. Hauli sembe? Sasa unakulaga nini sasa kama hauli sembe? Pilau na wali. Ndio maana unanenepa siku hizi, unanawiri. Ila nyie matajiri nyie. Okay, naomba tuachane na hayo, turudi kwenye mada yetu ya leo. Hivi ikitokea Gen Z mmoja wao au wote wamekosa mahali pa kulala, je, wakaja kwako kuomba ili wapate hifadhi, we kama kioo cha jamii utafanyaje? Wow, ama kweli we ni kioo cha jamii. Lakini sometimes ni kwa sababu unakuta wengine mnajuana, umeona, akija kwako kuomba hifadhi, itabidi basi alale kwako peke yake. Ni dhahiri kwamba King Kiba hana bifu yoyote na hawa vijana ambao ni Gen Z. Lakini nina swali moja kwako Bwana Alikiba. Hivi unadhani mtazamo wako juu ya hili swala ni sawasawa na wao wanavyofikiria? Wengi walikwepo, hatunao tena. Unamaanisha nini King Kiba? Unaongea kwa mafumbo wewe bwana. Unaongea kwa mafumbo sana. Binafsi nimekuelewa. Nani mwingine ambaye amemuelewa jamani? Queen Darling. Nina macho lakini sioni. Queen Darling, hebu jaribu kuwa muelewa basi. Yani hauoni Sasa hata kusikia hausikii. Nina masikio ila kwako sisikii. Nilijua tu. Kwa masikio gani uliyokuwa nayo? Kwanza kabisa nilikuwa nataka ukunyoshe wewe. Uoni utoto, unajidanganya. Unajidanganya mwenyewe, wewe mpuzi nini? Unaonekana mnapenda ngono. Hivi Queen unanitafuta, si ndio? Kwanza mimi naona kabisa Gen Z wangeanza na wewe, au mnasemaje jamani? Kabisa. I always come back.